kushinda. Kwa sababu tunataka kushinda, hatuwezi kuacha mwanya wa mtu amzulie mtu alafu tumtazame. Haiwezekani. Imezuka tabia ama ya sisi tulioko madarakani ama ya walio nje ya madaraka. Wengine wamezua tabia hata ya kuwatisha viongozi wasisalimiane na wengine, kwamba akionekana balozi wa nyumba 10 amesalimiana na mtu kavaa tai, anaambiwa balozi anaandaa mgombea udiwani. Kama wewe diwani ulioko madarakani hukuwa unawasalimu mabalozi, shauri yako. Wewe ulioko madarakani, kama miaka 5 yote hukuwa unajua mwenyekiti wa kata anakula nini, hukuwa unajua katibu wa kata anapita wapi, hukuwa unajua mwenyekiti wa inadisi anafanya nini, limekutwea. Imezuka tabia ya watu wanatazamana. Huyu dada kapakaje wanja, amevaa nguo gani, anataka viti maalum. Wewe na nitoa tahadhari kwa wale wote ambao mnataka kugombea, wale wote ambao mna hamu ya kugombea. Msimu wa uchaguzi ni kama masika, maji mvua ikinyesha, usiogope matope. Na mimi nawaambia, hakuna mvua inayokuja na starehe, ina upepo, ina radi. Na mimi nikutahadharishe, ukiona kuti la mkaratusi limekatwa kwenye mti, usikije kifua, utakufa, lipishe. Tumewaalika wabunge, anayefanya kazi nzuri hababaishwi. Hata na nyinyi mmeingiliwa sijui na ugonjwa gani. Mtu anaamua kukupigia simu, una habari fulani anazunguka huku, vocha imekatika, niongeze vocha. Na wewe unaongeza vocha. Anachosema ni kukuchonganisha wewe na wanachama wenzako. Natoa wito kwa wale wote mnaowapigia simu wabunge, usimpigie simu mbunge ukamwambia fulani anapita kwenye jimbo. Mpigie simu mbunge, mkumbushe atimize wajibu wake. Kama wewe mbunge uliopo leo hutaki kugombea, chama chako kinataka kugombea. Sisi tunaitaka hiyo nafasi ya ubunge. Na mkuu wa mkoa tufikishie salamu. Nimewapongeza wafanyakazi wa serikali, madisi, madeni, maafisa tarafa, maafisa kata, wasiingize kwenye kampeni za uchaguzi. Si kazi yao. Kama wanautaka ubunge, na wao wakachukue nafasi. Waachieni wanachama, wataamua. Na watakuhukumu diwani, watamhukumu mbunge kwa yale aliyowafanyia katika kipindi cha miaka 5. Ni waombe wenyeviti wa halmashauri, katika hili sioni haya. Wewe mwenyekiti wa halmashauri, kama unataka kushika fomu, jiulize unatosha. Kama miaka 5 imepita, halmashauri yako, manispaa yako haijafanya mradi wowote wa maendeleo kwenye eneo la halmashauri yako, miaka 5 imepita, tukupe tena nafasi ya miaka 5 kweli? Hebu tuhurumie na sisi wengine. Tuhurumie. Na kuhurumia kiungwana ni kuacha. Miaka hii 5 hesabu zetu zilikuwa chafu mwaka mmoja, hesabu za mashaka mmoja, hesabu za wasiwasi mmoja, hesabu nzuri mmoja. Hilo baraza linatosha. Jiulizeni tu, wanaitaka kinyongo. Ni miradi mingapi imefanywa na pesa za ndani, na miradi mingapi imefanywa na taifa? Tusije tukawa tunajisifu maendeleo,
kumbe ni pesa za taifa za kwetu ndani hazijulikani zinaenda wapi. Ni marufuku kwa mwanachama yoyote ambaye anataka kugombea ngazi yoyote kufanya jambo lolote lenye kuashiria kwamba baadaye atagombea. Ni marufuku wakati bado. Kama wewe unajiona hutoshi, kwa nini wasungue jirani zako? Usishike fomu, acha. Mimi nasherekea miaka 43 ya kuzaliwa kwa CCM kwa furaha kubwa, kwa sababu serikali hii iliyoko madarakani ambayo ni ya Chama cha Mapinduzi imeweza kufanikiwa kufanya mambo mengi sana, kwa maana ya kutatua kero na shida za wananchi katika maeneo yote ya maji, umeme, afya, elimu, barabara. Kwa hiyo ni kwamba tunasherekea huku tukiwa kifua mbele kutokana na mafanikio ambayo yamepatikana. Licha ya mafanikio yaliyopatikana, zimejitokeza changamoto mbalimbali ambazo zimezungumzwa hapa, na mojawapo ikiwa ni viongozi mnaotokana na Chama cha Mapinduzi pia kuonekana mnakuwa juu ya viongozi wenu hata juu ya chama. Hili kwenye jimbo lako unakotokea limetokea? Mimi kwenye jimbo langu la Bukene hatuna hilo tatizo, na wilaya nzima ya Nzega viongozi wote wa chama wanatimiza wajibu wao ipasavyo na taratibu zote za chama zinaheshimiwa. Na nadhani hiyo hali ndio itakuwa hivyo mpaka tunapokwenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tukiwa tunaadhimisha hii miaka 43 ya kuzaliwa kwa chama, viongozi wa chama ndani ya wilaya, ndani ya jimbo, wote wanaelewa kikamilifu majukumu yao, na hakuna hilo tatizo la baadhi ya viongozi kuonekana wako juu ya chama. Wote tunatambua kwamba hakuna aliye juu ya chama. Wote ni wanachama, wote tuna wajibu wa kufuata taratibu. Wewe ni mwakilishi wa wananchi kupitia Chama cha Mapinduzi ambacho mwezi huu kimetimiza miaka 43. Una jambo gani la kujivunia ukisimama kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi ambalo limetokea kwenye jimbo lako kwa miaka yote hii mpaka leo? Jambo kubwa yako mengi, lakini la kwanza niseme suluhisho la kudumu la shida ya maji ya mkoa wa Tabora. Ninaona kabisa serikali hii imetupendelea kutupa bilioni 500 kwa ajili ya mradi mmoja tu wa maji katika mkoa mmoja, kuyatoa Kahama mpaka Tabora kupitia Nzega, Igunga na sasa yanakwenda Bukene. Mimi naona kabisa ni jambo kubwa la kujivunia, kwa sababu maji Tabora ilikuwa ni changamoto, lakini sasa inakwenda kuwa historia. Lakini huduma muhimu ya afya, tunajua afya ni uhai. Kwa hiyo maboresho yanayofanyika kwenye huduma ya afya, mimi pia naliona ni jambo kubwa sana. Lakini lingine ni elimu bure. Fedha ambazo zinakuja katika jimbo na wilaya yetu kwa ajili ya kusomesha watoto wetu, kwa kweli mimi naona ni mapinduzi makubwa sana yanayofanywa na serikali ya awamu ya 5. Okay, mmepewa go ahead ya kiongozi ambaye alikuwa madarakani kwa miaka 5 hii ambayo inaishiria kwamba akijipima akaona anafaa anaweza kurudi tena kugombea ruksa. Kwako likoje ama mpaka sasa hivi kwa ruksa hii iliyopewa na mipango yako? Mimi kwa sasa hivi kutokana na mambo yaliyofanyika jimboni, najiona 100% bado ninatosha, ninafaa, kwa sababu nimeitendea haki nafasi yangu na nimeisukuma serikali, imeleta fedha na miradi mikubwa ya maji, afya, elimu, mabarabara inaonekana. Kwa hiyo mimi nimejipima, ninatosha, ninafaa na nitagombea.